Nilifanya tu mpango, katafute na nguo, mimi siendi. Kisha kwamba siendi, siwezi. Hivi sasa. Mama ndo nishaoa au? Kumbe. Wapazo. Ni mimi kameramani hapa. Ni mimi kameramani. Kameramani? Nimekuja na nani? Kwani wewe unaniona nimekuja na nani hapa? Nimekuja na stendi. Tuna shoot au? Jamani wewe unakoga mjinga mda mwingine mpaka unachela kweli. Hivi wewe juzi tuelewana vipi? Kama unakuja tuna shoot. Hai. Juzi hujaja. Akaja Aileen. Hai. Sangapi kaka yake hajamfuata hapa nyumbani? Akaniletea noma, akanipiga, akanigaragaza hapa chini kudadai kwa marango kisi. Alinipiga bonge la kichwa. Sio ilikuwa ni kichwa kile, sio ilikuwa ni mtama ule. Sasa sawa nipo chini. Hai. Kama bahati tu nikaona dada yake amekuja, sio alifanya pale, nikaona kama vile kama mchezo fulani tulimchezea, lakini hayo yote ni wewe ulisababisha. Maana itakiwa uje mapema tushuti tumalize tuondoke. Haya, achana na hiyo. Juzi wakati tunashuti na Aileen anaharibu simu yangu, wewe unakaa tunakuuliza atitia comment hapo kameramani. Eti tunani kwanza chai ndio ilikuwa imekuleta. Afu jamaa unajua unadharau. Haya, na hela niliyokupatia ilikuwa nini? Haya, unaona kabisa ameharibu, angalau hata utupige take 2 au after shot unakaa tunatuangalie. Ndio nini sasa? Asa take 2 mimi inanihusu. Hiyo kazi ya director. Director vipi sasa? Ulishindwa nini kujiongeza? Nijiongeze nini? Director wewe mwenyewe. Stonelight wewe mwenyewe. Ungelikuwa na kamera ungekuwa kameramani wewe mwenyewe. Masuala ya take 2 inabidi ujipige wewe mwenyewe. Ndio ishatokea mambo yameshaharibika. Kama swala kushuti ndaki niache nao kabisa. Kwanza nimeshaoa tayari. Mimi kuanzia sasa hivi na majukumu. Uweza amini huyu system ameng'ang'ania huko ndani. Nasema hakuna kutoka. Umeona? Sasa na mimi nikisema kwamba ni force kuendelea sijui nianze kushuti sijui nini na nini nitakuja kukuliwa bure. Kaka yake anaweza kaja hapa hivi akaja akanifanyia kitu kibaya. Umeona? Kwa mimi kicha kufanya hapa chukua mambo yako. Kwani unanidai? Mbona kama vile unanifukuza? Sio kama nakufukuza. Mimi kwa sababu masuala kushoot mimi shaacha. Kwanza mwenyewe unazingua. Leo ni siku nyingine. Masuala ya jana achana nayo kabisa. Halafu mwanangu, nimemisi kwenda nyumbani, nataka nikawasalimia wazazi na siku nyingi sijaenda. Basi. Somba. Unaweza kaenda maana siku lako mimi mwenyewe kazi yangu alio. Kutoka hapa usiku kama muda mwingine kuliko. Kweli? Somba ndio kaona sasa. Kama ni ruhusa nyingi. Ya, nakuruhusu. Ngoja mimi niendelee jikoni nikuandalie chakula na nikuandalie. Ndio. Sawa. Ndio hivyo imeshaisha. Kwa hiyo umeacha sanaa kabisa. Ndio maana yake. Kwa sababu gani unajua? Mimi nikisema ni force mambo ya swala ya sanaa nitakosa hela ya kula. Mtoto wa watu kama sasa hivi tu ametoka kuniambia eti nitaka nimtafutie nguo, sijui nini. Haya. Sina hela na kalia kushuti. Nitafanyaje? Mimi sanaa niachane nayo. Wewe vipi unafunga mlango asubuhi unaenda? Kuna kwema. Mbona leo umewahi kutoka kazini kwani? Yaani kichwani mwangu kuna vitu vingi vinanichanganya hata sielewi. Mke wangu. Hivi jana usiku wakati tumelala tulifunga mlango kweli?
Bora. Bora nini? Hatukufunga. Bora. Bora hiyo vipi? Wewe mbona umesema bora? Bora hiyo vipi? Si bora tujafunga mlango? Bora tukufunga mlango. Sasa kwa nini tusifunge sasa? Joto. Ukoona jana usiku kama kulikuwa kuna joto? Unanichanganya bwana. Haya, mimi naenda kuemea. Hebu ngoja. Unaenda kuemea na hizo nguo vipi? Napeka kwa fundi. Nazipitisha hapa afu naenda. Mambo yameshanichanganya bana. Sawa, wewe kaemea. Pole yako, mimi naenda. Utapiga picha kwenye kamera nani kamera iko? Hadi zao unatumia vitu vya kijinga. Sasa ile ni kamera au ni simu? Kwani nikitumia simu kuna ubaya? Sio mbaya. Akija kuuliza spin nani au ukutana nayo kumwambia jamaa hivi. Ameshasafiri. Au mwambie kabisa yupo hospitali. Wasikia kameraman? Wewe mchapa. Fungua basi. Nakwambia fungua basi. Samahani, unajua toka siku ile imetokea ugomvi mimi na hapa tunapigana mpaka kaja mdogo wako kanipiga kanipasua kichwa. Ilibidi nipeleke hospitalini. Kwa hiyo nimetoka jana. Na hapo naponiona nakaga na uoga ndio maana nakuta najifungia ndani pale mwongea na kameraman nifungie ndani. Kusudi muziki katokea labda ukaje kunumiza tena. Kwa nataka kuniambia kwamba siku ile mnashoot kweli? Tulikuwa tunashoot ndio. Tulikuwa tunashoot. Mimi unataka kumaanisha kwamba mimi mdogo wangu haipo. Kwa sababu mimi nimekuja hapa kwa sababu ya kuja kumwangalia mdogo wangu. Maana tangu siku ile hata mdogo wangu pia mimi sijamuona. Sema kwani nyumbani haonekani kwani? Hayupo. Yaani nyumbani tangu siku ile mpaka leo mimi sijamuona mdogo wangu nyumbani. Hata kama nenda hapo ndo najiuliza na naumiza sana kichwa. Mimi nikajua labda atakuwa bado hayupo hayo. Hata ndani hayupo. Hata ukiingia mwenyewe usiangalia hayupo. Mimi hapa nipo tu na kameramani na kwa namwambia anakuja hapa ndani, ananitoa nje. Ikifika muda wa usiku ananirudisha ndani. Kwa hiyo kama leo alikuwa amechelewa kunitoa nje na maana kwa mgomeza nikijua labda ni kameramani. Sawa, tutajua mnafanyaje lakini mimi naomba unisamehe bana kwa ambacho kilitokea. Wewe usijali ndugu yangu. Yaani mambo maisha tu ya mtaani. Unaelewa? Ubali. Basi kwa sawa. Haina naona ndio. Ngwana Tunyesha kidogo. Always. Kwa maana tutachekiana. Thank you. Aileen. Grace.
mambo? Kwa vipi? Safi. Uko poa? Niambie. Natoka siku ile. Ni nzuri. Hivi, nataka nikuulize kitu. Hivi ile siku ulitoka saa ngapi? Na ulitokaje mle ndani? Nilitoka mko mmelala. Lakini au basi. Vipi leo ratiba yako? Mimi nipo leo, nipo free. Na unaje ukaja nyumbani? Hayatakuwa kama kwangu. Hapana, niamini kuna usalama kwangu zaidi ya kwako. Kama una uhakika na hilo, sina neno. Basi poa. Ngoja niende. Haya basi poa, mimi nashuka huko. Sawa. Bye. Samahani nini sasa? Naomba basi uambie chochote kuhusu mashabiki zako wajua unafanya nini. Nini mbona na kamera mbele yetu vipi? Nataka nikufanyie interview. Interview? Msanii mkubwa wewe. Kwa hapo ipo. Ila sio interview. Maki mimi sitaki kufanya interview. Sawa, sio interview na mwana huyo mchumba wako sasa sijajua ushaoa tena. Mimi nisikilize sasa. Mimi nishaachana masuala ya sanaa, mimi nishaachana nayo. Mimi sitaki kufanya. Basi mheshimiwa. Nini? Basi kama uongee chochote kuhusu watazamaji wako, au mashabiki wajue, maana sasa unatembea na piskari hapa na wenyewe hawajui. Basi sawa. Jamani, samanini watazamaji wangu, najua mnanipenda na mnapenda kazi ninazozifanya, na sorry kwa usumbufu, kwa sababu kuanzia hivi sasa na siku za kuendelea sitofanya sanaa tena mpaka pale mambo yangu yatakuwa sawa. Na sababu ilionifanya nisifanye hivyo, nipo na mwanamke huyu, kama mnavyoona nimeshaoa. Kwa hiyo siwezi nikasema niendelee na masuala ya sanaa, nitakosa hela ya kula. Mtoto wa watu atakula nini? Nimeoa bila kutegemea na ni ghafla hiyo, na kaka yake ni mkali, anakuja ananigombeza kama juzi ametoka kunipiga, japo tulimfanyia kama mchezo kidogo hapa hivi, kaka yake hakuona chochote. Umeona? Kwa hiyo ni kama naweza nikajiingiza kwenye matatizo nikija kuendelea na hili swala. Kwa hiyo naomba mniwie radhi watazamaji wangu, na kila kitu kija kuwa sawa nitaendelea na sanaa, na imani nimefurahi na majibu yangu. Siku nyingine. Mheshimiwa, huyu umemuoa lini? Mbona hata taarifa hakuna? Hakuna cha taarifa nini sasa? Interview sasa tumeshafanya. Sawa. Na uhakika asilimia zote. Naomba ufungue mlango niingie. Wewe uko wapi huko? Uone kufuri hapa. Kwa mimi nifungie mtoto wa mtu huko ndani? Hivi unanielewa vizuri? Hivi unajua wewe bro, nimekuheshimu sana toka mwanzo. Yaani kila siku nakuona tu unazidi kunipanda kichwani. Umekuja kunifanyia fujo hapa nyumbani kwangu, si hivyo? Wewe ndani nifungie mtoto wa mtu, hii nyumba ifungua. Nafanyaje mimi? Sasa sikia. Naondoka. Lakini huu kurasa wafungua. Hakikisha utafunika. Eti ananitisha. Hawezi kunitisha mimi. Au nishuka chochote kwanza hata yani, au nisisimui yani. Wewe kwanza mdogo tu. Naweza nikakumudu mimi. Yaani gaza huyu kila siku anataka kunifanya nini? Nimeonekana kama mtoto. Kila siku gogo hasa mimi nimfungie Mwairini huko mimi. Na kiti mama nimemfungia mtoto wa watu. Nyumba ikiungua wiki hapa. Nyumba imekufa kwa mfano. Wewe na wewe unapenda mno kujigomeza. Haya, nini unajigomeza nini? Naona cheka nini kwanza hapa unakuja unanichekea? Niambie kwanza unajigomeza kisa nini? Yaani Gea amekuja hapa nyumbani. Mara Irene imemkosa kule kwa Panso, sasa anajua nimekuja hapa. Hata mimi nimekuja hapa wakati niko na wewe. Japokuwa hata kama sijakuoa lakini si upo na mimi tumehusiana sasa hivi tumekaribia kufika kwenye ndoa kabisa. Ananichanganya mimi sasa hivi. Nimeshamaliza kukuelezea kwangu. Je, uko unacheka nini? Yaani uko mtaani kwa nikotoka mimi sasa. Niliona. Panso alikuwa anafanyia interview. Hajagoma kufanya interview. Mimi mwacha huko na mbembeleza nikarudi zangu nyumbani. Hivi wewe. Hivi Panso ni nani? Hawa kina Panso wako wangapi? Hivi unajua nakumbuka siku ile hapa nilikuwa napigiwa kelele kuhusiana na hili. Ukaniambia kwamba kwa nini wasiende kumpigia Panso kelele, waje wakaje kunipigia mimi. Leo tena Panso, kuna uhusiano gani wewe na Panso? Wewe
Wewe mbona kila siku anakuja kupiga hapa kelele Aileen? Huyu Aileen ni nani? Ushanichanganya bana, hebu fungua mlango huko tuende ndani. Yaani wewe maasila yako unakuja kuniletea nini? Kwa hiyo kuna hakika kweli kama yule ni kakao? Ni kakaangu. Kakaako? Mbona mimi nilikuwa simfahamu? Ni kakaangu huyu. Mimi nilikuwa namjua yule ambaye anakuja kunipigia makelele. Hata huyo ni kakaangu. Kweli? Sasa sikia. Najua kama yule ni kakaangu, ni kakaako afu inaonekana mstaarabu sana. Kwa namna nilipomwona mlivyokuwa mnaongea naye pale, ni mstaarabu. Kwa hiyo wewe inabidi uende nyumbani. Mimi napita gengeni mara moja kuchukua tamboga uje uende nyumbani muandalie piko la maana. Unachukua piko kati domia mboga madiko shazi. Unaona? Uende umuandalie mtoto na andama. Tunapenda zake madogo. Hivyo, sawa? Basi sawa. Nenda, mimi nataka nitoka hapa niende gengeni moja kwa moja. Kwa baadaye sasa. Habari yako? Niaje baba? Vizuri. Safi. Kabisa. Wewe maswala ya uandishi wa habari hujachaga. Sijawachaga ndo kazi yangu hii naipenda. Alafu vipi mbona unishangaza unaozesha bila hata kutuambia washikaji? Kuozesha? Unamaanisha nini? Yaani wewe nilikuwa nafanya view interview kwa Panso. View interview. Hivyo usimenielewa. Yaani bora mama yetu nyoka. Nafanya interview pale wanabebeshana hadi akanikataa mshikaji. Ndio wangu mimi. Ndio kwa wewe mwenyewe wanabebeshana mapenzi. Mmoja habari zako mama. Mdogo wangu anataraji kwa Panso. Kwa mimi naonekana muongo. Sikia, mimi sijaozesha mdogo wangu. Yaani huwezi kuamini mpaka sasa hivi mimi mdogo wangu sijui alipo. Sasa unaniambia kwamba yupo kwa Panso. Mimi sitaki kuongea uongo. Hebu angalia hii hapa. Sawa. Jamani, samanini watazamaji wangu, najua mnanipenda na mnapenda kazi ninazozifanya, na sorry kwa usumbufu, kwa sababu kuanzia hivi sasa na siku za kuendelea sitofanya sanaa tena mpaka pale mambo yangu yatakuwa sawa. Na sababu ilionifanya nisifanye hivyo ni umetolea wapi? Hii nilikuwa nafanya view interview bana, unachanganya bana. Umetolea wapi? Umeshaelewa. Nilikuwa nachukua vitu vyake. Akanikataza akanikimbiza kama mbwa. Wewe, naona unichanganya. Wapi hizo ulikuwa unachukulia hizo picha? Kwa Panso. Nyumbani kwa Panso? Twende. Subiri kwanza. Ngoja nipeleke kwanza mzigo wangu nyumbani, hapa twende huko. Unaona kama unachelewa, twende bana. Huyu. Wewe nani? Kwa wewe nani? Cheers. Wewe nani? Kwa nini nani? Mimi mwenyewe sijui. Wewe nani mwanangu? Mbona kuelewi? Tukado master ngoi kitengo. Sipiki mpaka nini? Unamjua? Mimi simjui. Yaani bora mama angeitwa nyoko ningejua moja. Huyu simjui. Wewe nani mwanangu? Mbona sikuelewi? Wewe mwenyewe nani? Mimi ndo gado master hapa hivyo mboi. Sipikaji paka nile. Mwanangu. Umeelewa? Mimi simjui. Yaani bora mama angeitwa nyoko ningejua moja. Sasa vipi hapo? Kuna nini hapo? Simuelewi. Huyu mwamba nani? Nani huyu? Mchukua vitu vyako toka. Toka basi. Huzini. Na hivi vipi sasa, mbona nyinyi mlikuwa mkuja kufanya nini? Wewe umeniambia kwamba alikuwa na mdogo wangu. Na umeniambia kwamba ni na wewe vipi mbona tunafuatana hadi nyumbani? Wewe si nikwambia kwamba kila kitu tumeshakuwa chetu, tumeshakuwa marafiki mpaka tukashikana mkono kabisa hivi. Ndio sasa tunafuatana hadi. Sikia. Mwana kaja kuniambia kwamba wewe upo na mdogo wangu. Amekuona wewe ukiwa na mdogo wangu.
Na ndio maana nimekuja hapa kwa hasira nikajua kwamba yule boya boya nilomkuta hapa kwamba ndio wewe hapa. Nikaanza kumwamshia sasa. Mimi kiyo. Ndio kanaambia na wewe. Sasa kweli. Ndio unapata umbea mtoka hapa na wewe. Mbaya. Bora mama kitu anyoko ndio moja. Kuliko hivi vitu tunakutana. Alafu na wewe Irene. Mbaya. Kwa hiyo unahisi kule kwako patakuwa salama? Ndio bako salama. Mimi si ndo naishi hapo najua. Isije akatokea kama aliyotokea kule kwangu. Hapana. Mimi naamini patakuwa salama kabisa. Hapo unajua kuna swali moja najiuliza. Swali gani? Hivi ile siku ulitoka saa ngapi? Wewe unitelekeza mle uvunguni. Ukalala na mke wako. Sio kwamba nilikutelekeza. Nilikuwa natafuta namna nimtoe ili nije uvunguni. Sasa nimeshamtoa na kuja uvunguni sikukuti. Ulitoka saa ngapi? Unajua nilitokaje? Niliwakuta hapo wewe na mke wako mmelala. Nikaondoka. Tatizo lako uvumilivu ulikushinda. Ungevumilia kidogo tu. Mama alikuwa safi. Eti uvumilivu ulinishinda, uvumilivu hiyo kuyo. Ishi hapo hapo. Hata hivyo muda umeshaenda sana. Fanya hivi. Ngoja mimi ninge zangu nyumbani. Muda ukifika ule mida mibaya na kutokea huko sawa? Haya, nakutegemea. Okay. Hamtoka nje na usinichanganye bana. Changanya. Irene. Panzo. Kwa sababu yule kakako wewe? Ni kakangu. Kakako? Mbona umetoka hivi? Jamani, si ni kakangu. Kakako ndo atoka na ndio kuoga. Wewe, si nimekwambia ni kakangu au unatakaje? Kakako? Kakako mbona hata kakako anamfahamu? Bado nimekuta kakako Giaza anamuuliza kwamba wewe nani? Na anamuuliza wewe nani? Angekuwa ni kakako? Sasa angemjua kakako kwa ni kakako? Sasa nisikilize. Wewe naona chanza kunichanganya. Yaani mtu unaolewa leo. Unaweza kuleta upuzi kama huu hapa? Jana tu ndo umeniambia kwamba leo asubuhi. Wewe bwana ongea ukatoka sasa.